Okay. Mambo vipi? Popote pale ambapo unanisikiliza au unaniangalia au unanifuatilia. Jina langu naitwa Erica Lolakwa. Hapa kuna kazi moja naifanya hapa. Sasa kitu ambacho nafanya sasa hivi kama unavyoona hii, gari. Tesla. Unamjua mwenye kampuni ni nani? Huyu hapa. Mwendaji. Elon. Mwenye kampuni bwana. So hii gari nilinunua imekuwa mwaka sasa. Na ilikuwa mwaka jana mwezi wa 3 imekuwa karibia mwaka sasa. Na sababu ya kununua gari ilikuwa ni kwamba ilikuwa ni moja wapo ya magari ambayo yalikuwa yanatumia umeme 100%. Alafu imetengenezwa kwa vifaa ambavyo ni imara sana vinavyopatikana hapa Marekani, sio vile vifaa vya kuchakachuliwa. Na enzi hizo mwenye kutengeneza Elon Musk alikuwa na nia njema, alikuwa ana mwelekeo mzuri. So kwa hiyo na katika mwaka au pia kingine ni kwamba unaweza ikaiweka katika ile mode ya nini self driving. Kwa hiyo inaweza kajiendesha yenyewe. Wewe unakaa pale unaiset basi inaenda, unaweka sehemu unayotaka kwenda basi inakupeleka. Unaenda unafika salama tu, ila kwa hizi hapa sasa unatakiwa dereva uwepo tu pale kwenye usukani wako umekaa, ila ufanye chochote, unaenda tu. Ila muda wote kama ikitokea chochote, yani in case of anything happens you have to be there. Hii ni tofauti na ile Waymo ambao unakaa tu kwenye gari nyuma yenyewe inakupeleka. So anyways, ilikuwa ni moja wapo ya vitu vizuri ambapo gari ya Tesla this is Model X, no Y, I think it's X. Anyways, so na katika program ambazo walikuwa nazo ambao wanayo ni ile kwa mfano ukiwa na account afu ukafungua ukinunua gari kuna namba wanakupa. Ile namba ukiwa ukiandika mamangu mimi adili na shughuli za clean energy katika magari. Ni kampuni ambayo inaitwa EV Life, inadili na vitu vingi tu. Sasa katika kuandika articles ya jinsi gani ya kununua magari ya umeme unaweka ile namba ile. Kwa watu wamenunua wengi sana ile namba wanaiandika kama it's a referral number. Sasa watu wakitumia ile namba kununua magari yao, wewe unapata points. Sasa tokea kwa mwaka mzima ambao nimekuwa na gari hapa, ile ninavyoenda kuchaji sijawahi kulipa. Sijalipa chochote. Kwa mwaka mzima sijalipa chochote. Sijalipa chochote kwa mwaka mzima. Kusema kwamba nimeenda kuchaji nitatozwa pesa ya kuchaji umeme, hapana. Katika zile stations za Tesla sijachajishwa chochote, imekuwa ni free kutokana na referrals ambazo zinatokea kwa mwaka mzima. Imekuwa it's free, although you put in the work to write articles and give people the referrals and then they buy cars and you get the points. Anyways, so kama ndo hivyo. Ndio uzuri wa hiyo kitu. Sasa hapa karibuni kama mnavyojua siasa zinavyoendelea, na mimi kwa upande mmoja au mwingine huwa sipendi kuongelea sana mambo ya siasa. Unajua kuna vitu vingine sawa unatakiwa uvifahamu na vingine sio lazima, au vingine uvifuatilie, vitu vingine sio lazima. Ila ukiona kwamba kuna vile ambavyo vinaweza vikaleta changamoto katika maisha yako, basi inabidi kuvifuatilia na kuona jinsi gani unaweza kuviepuka. Sasa Elon Musk, kama Elon mnajua kama yeye ni mmiliki wa kampuni ya Tesla. Kwa kipindi hicho ambacho amechaguliwa na rais wa Marekani Trump, amekuwa ameleta ameleta yani mifumo ambayo ndivyo sivyo, ambayo haifai, ambayo inamkandamiza Marekani na mtu yote yule anayeguswa pote pale alipo kwa namna moja au nyingine. So lakini kwa hapa watu wengi sana wameguswa, wengi wao wa Marekani hawapendi tabia ambayo amekuwa nayo sasa hivi
ya kuwa sambamba pamoja. Ni sawa, ndio unaweza kuchaguliwa na rais, lakini unapochaguliwa na rais wewe unaenda kumshauri nini rais, au kuna kitu gani ambacho utakifanya ambacho kitakuwa kwa manufaa ya wote. So kwa hapa karibuni kwa hiyo amekuwa akileta mambo ambayo sio, ambayo yanagandamiza wananchi. Kaona wananchi wamepata na hasira, wale wenye hasira zao haya wanaondoka, wanaenda mtaani. Kwa moja hapo kitu ambacho Marekani huwa anakifanya, kama kuna product ambayo unampa, alafu ukakuta kwamba wewe unaanza kuleta tabia ndizo ambazo sio nzuri, za kugandamiza, za kuchuki, za nini. Kwa Marekani mara moja wana misimamo yao kwamba wewe ukinifanyia hivi mimi nanunua gari yako. Hii gari sio rahisi, nanunua gari yako. Kwa mwisho wa siku mimi gari yako hii nitairudisha, au nitaenda kuhakikisha kwamba sinunui tena gari yako, au nitaenda kuhakikisha kwamba zile sehemu ambazo zinatengeneza magari haziwezi kutengenezeka tena, hatuwezi kukusupport. Lakini mtu kama Elon tayari ni tajiri mkubwa sana duniani, kama sio wa kwanza, sijui ni wangapi. Kwa hiyo anaweza hivi vitu vinaweza simsumbue, lakini wa Marekani ndio hapo hawataki sasa hivi kununua tena haya magari, wala hawataki kuyaona sehemu yoyote. Sema kusema sasa nikiendesha hii gari na nimeinunua kipindi kile ambacho bado hajawa huyu bwana hajawa bwana tajiri, hajawa kichaa. Na ukisema kwa sasa hivi uiuze, amna mtu atataka hata kununua, kwa sababu hawataki kumsupport huyu nani Elon. Sasa ikabidi tu mtu kwa kujinani, kwa kujiweka salama pamoja na kumuomba Mungu. Unaweka hii hapa. About this before Elon went crazy. Kwa hizi ni stickers ambazo zimesambaa kweli. Kwa sababu gani? Mtu unatakiwa ufanye hivi ili uweze kujikinga, kujilinda pamoja na kumuomba Mungu, lakini tunajilinda. Kwa sababu mtu inaweza, kwa mfano, kuna vitu ambavyo vimeshatokea sasa hivi. Watu waenda kutatu gari yako, labda umepaki sehemu, wataikongua na ufunguo au kitu chochote na mawe, au wataipiga, au watafanya kitu chochote kile mradi wahakikishe kwamba hizi gari hazifanyi kazi tena. Sasa kwa mfano, juzi ndio kitu kichonishtua sana. Unakuta kwamba watu wameenda wamepiga, wameshoot ile sema ambao wanauza magari ya Tesla. Wamechoma moto, yani wakuta gari yako popote pale unachoma moto. Wenyewe hawajali hawajali. Kwa watakapoikuta nini wataichoma moto. Ilimadi tu kwamba wakisha wana nani. Mimi sawa, huyo mtu simsupport vitu vyake anafanya, lakini sio ile kichaa mpaka naenda labda niseme niharibu magari ya watu. So hii hapa hivi nitaenda kuiweka sasa hivi kuonyesha mtu kwamba hii gari bwana mimi nilinunua kabla mtu hajawa kichaa. So here it is. Hizi hapa zimeenea sana. Hii ni habari ambayo nakupa, zimeenea sana hapa mtaani. So sijafuatilia kuona kama ni nchi nzima iko hivyo, lakini sasa California kuna watu wako wanafanya hivi, kuna states kibao tu watu wanafanya hivi. So nitaka tu nikuletee hii hapo. Nilinunua hii gari kabla Elon hajawa na uenda wazimu wa kufanya mambo ambayo anafanya. Anyways, kama una swali lolote, unataka nikwambie, una nini chochote kile, usisite kuniandikia hapo chini na tukutane baadaye. Bye bye. Sasa hivi ngoja niweke hii hapa, ngoja nihakikishe kwamba nisije nikaonyesha plate number yangu. Lakini nitaibandika tu hapa sasa hivi. There we go. And there we go. So, here we go. Nini ibandue. Naweka hapa chini ya nani? Naweka hapa chini ya plate number. Done. Pamoja kumwomba Mungu, basi hope na hii itanisaidia katika
nisipate madhara ya watu wenye hasira kali. Bye bye.